Tulivikwa majivu katika paji la uso, tukapakwa majivu na tukawa kirasmi tumeanza msururo huo wa Kwaresma. Niliona kweli siku hiyo tulikuwa watu wengi, lakini wengi wetu walikuwa wanafunzi. Mna hakika ya kwamba ninyi nyote mlipakwa majivu? Si wote, lakini umeanza Kwaresma. Utaanzaje Kwaresma bila majivu? Utaanzaje Kwaresma bila majivu? Kuna mambo tunachukulia tu kimchezo, kuna mambo tunachukulia tu for granted. Kipindi hiki ni muhimu sana kwetu. Ni kipindi ambacho kinatupatia mwelekeo zaidi wa kujirudi, yani to introspect yourself, kujiangalia ndani mwako na kuona umuhimu wa maisha yako, kuangalia utupu ulio wewe katika njia zako. Sasa wewe, walitangaza tangu kitambo Jumatano itakuwa Jumatano ya majivu, ili wewe uanze njia ya nini? Ya Kwaresma. Sasa wewe ulikaa nyumbani, haukuhudhuria, pengine ulikuwa busy. Tutasema nilikuwa busy. Business will always be there, but Ash Wednesday will never be there every day. Ijumaa tumekuwa na njia ya msalaba. Wangapi walihudhuria? Wangapi tulisema tumeanza Kwaresma? Oh, pole, mmeinua mkono. Mkiinua mkono mtashtaki wengine. Usiinue mkono. Hatungependa kuwashtaki. Tunahitaji kujiita wenyewe, tujishtaki wenyewe, sawa? Binafsi, kwamba kuna mambo ambayo tunayachukulia kimchezo. Tuko na wiki ngapi? 4 ya 5 tunamaliza kipindi hiki cha Kwaresma. Lakini kipindi hiki kinafaidisha. Je, wewe kwa wiki 4, wiki 5 utafaidika kiwango gani? Utapata alama gani? Utapata exceeding expectation? Utapata meeting expectation? Ama utapata below expectation? Where are you? So kwa sababu tunapopewa muda, Mungu anamaanisha this is sure bet. Sure bet ya kwamba unapotembea njia ya Kwaresma na uweze kutimiza mahitaji yake yote, at the end, during the Easter, after Good Friday, after Holy Saturday, Mungu anakukabidhi zawadi maalum, neema inayoitwa indulgencia. Unanielewa? Indulgencia, indulgence you are given. This is a special moment. It is called Kairos. Special moment for prayer. Special moment for fasting. Special moment for self-sacrifice. Special moment for forgiveness. Wakati wa kuomba Mwenyezi Mungu akusamehe. But you know, kuna watu ambao ni lazima wasukumwe. Kuna watu ambao ni lazima waweze kuendelea kubargain. And you can bargain the whole of this season. You are just there bargaining na time inaenda. Bargaining na muda unaisha. Mwishowe haujapata chochote. Tunaambiwa kwamba yule ambaye kwamba mwendatezi na omo marejeo ningamani. Tuweze kuangalia tuko wapi na tunaelekea wapi. Tusije tukapoteza muda huu mzuri kwa shida na matatizo ya ulimwengu na shughuli za kila siku. Hizo shughuli ziko, but God has told you this is special moment. Come aside, jiangalie, jitafakari. Jitafakari. Sio wakati wa kuangalia mwenzako, ni wakati wa kujiangalia wewe. Mimi niko wapi? And it is a sign that the Catholics should be very serious. Waislamu walianza wiki moja kabla sisi na wameendelea, na unaweza kuona how serious our brother Muslims and sister Muslims work. Sijui mwayu kaa karibu nao.
uone how serious this person anaweka imani yake, vile anafunga, vile kweli wanaendelea kwa maombi, na vile wakati unapofika kufungua jioni wanaitana wote wanafungua. Lakini Mkristo Mkatoliki anachukua kila kitu kwa mchezo, huku anakula maandazi, anakunywa chai, huku anakula nyama, au kwa hoteli, anakosa hata njia msalaba, anakosa hata kwenda jumuiya. Siku ya kubeba msalaba, ndio huyu anabeba msalaba mzito, anaenda msalaba mzito. Utakusaidia nini msalaba huo siku moja ikiwa haujatembea na Yesu tangu Jumatano ya Majivu? What will it help you? It's a long journey. Ni mwendo mrefu, ya kwamba ni lazima tuanzie mahali tuendelee. Utahuzunika hapo ukikuja siku ya Jumatano, siku ya njia msalaba, uone watu 5, 6, 7 ama mtu mmoja ndiye ametoka kwa jumuiya, na wengine wako tu. Tusimjaribu Mungu. Yesu amesema hapa ya kwamba imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. But we try God a lot. We try God a lot. This is a moment of being serious with your faith. If you have ever been serious, this is the time. Kama umewahi kuwa serious katika maisha yako, huu ndio wakati. Yeah, stop moving around, sijui nini. Be strict na maisha yako, kwa sababu baada ya hapa Mungu anakupa zawadi maalum. Baada ya hapa unajitambua wewe uko wapi. Hakuna mtu atakuja na kiboko ama nini eti akushurutishe. Wewe una dhamira. We have a conscience, and that conscience must lead us and direct us. Kwa sababu kuna watu ambao kila siku twende na kuja, twende sijui niko na nini. Haya yatakuwa kila siku. Tumeambiwa katika Injili ya kwamba Yesu alijaribiwa na Ibilisi aliporudi kutoka Yordani. Yordani alikuwa ameenda kufanya nini? Alikuwa ameenda ubatizo. Mnakumbuka ubatizo wa Yesu? Alipotoka tu kwa ubatizo hivi, nini kilitendeka wakati wa ubatizo? Ubatizo wa Yesu ulikuwa maalum, si ndio? Ya kwamba wakati alipobatizwa tu na Yohana Mbatizaji, mbingu ilifunguka, ndege kama huwa Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa ndege, akamkalia katika bega lake, na sauti ikatoka mbinguni ikisema nini? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Those are the words. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Alafu baadaye ndio anatoka Yordani. Nini kinatendeka? Shetani, Ibilisi anakamata yeye. Immediately Shetani anakamata yeye, anamuelekeza huku na anampatia majaribu. Hapa tumepewa majaribu matatu. Temptations. Ya kwanza kwamba alimwambia, kwa sababu siku hizo zote alikuwa jangwani, hakuwa anakula chochote, na kama mwanadamu alihisi njaa na akaona anahitaji kula. And Shetani is very opportune. Atakukujia na kukuonyesha chenye really unahitaji katika maisha yako. Shetani anajua chenye unahitaji. Ikiwa ni umaskini, atakuonyesha utajiri. Angalia uko hapa at your disposal. Take it. Lakini ni lazima you have to sacrifice to me. Hello? Mara wabone mbwabele maskini. Sema, chisendi chiliana. Wacha nifanye nini? Yesu alikuwa na njaa. Na Shetani alijua Yesu akiwa na njaa kama mwanadamu atamwambia kitu ambacho kinaendea na njaa. Badilisha mawe yawe nini? Mkate. Yesu alimuona. Yesu aliangalia beyond, akasema no. It is written, man shall not live on bread alone.
lakini kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Akamshinda kwa huo mtihani. Akampeleka kule juu, akamwonyesha falme zote. Sasa hapa anajua Yesu ni maskini, akamwonyesha falme zote. Akamwambia, hizi zote zimewekwa mikononi mwangu, nina uwezo na hizi zote. Ukinisujudia nitakupa zote. Na hapo ndipo watu wengi wanaanguka. Utajiri. Bandu bakali benya buinda ita. Na ukiangalia watu wengi wameingia katika hali hiyo ya kuabudu shetani, nisujudie upate utajiri. Bana befwe sasa wameingia Illuminati, offering our parents nothing. Shetani atakupatia bila kutoa tambiko kubwa sana, kwa sababu everything shetani anakuonyesha anataka aweze kukushinda akili na kuchukua kutoka kwako. It's actually not you gaining, it is him gaining. Hello. Kimiandu kino inaishia tu hapa. Sikila bibindu makuyoita. Yesu anasema ni utafaidika nini kwa kupata kila kitu ulimwenguni na upoteze nafsi yako mwenyewe? What gain will you by gaining everything and losing yourself? Baba na befe bakali, young generation today have entered into devil worship. Mara mubi kuli biefe tuna Illuminati. Watoto wameingia kwa mashetani. Juzi tulikuwa kwa shule hapa kuweza kuona kwamba tunaweza ombea wanafunzi, kwa sababu wameogopa kwamba wengine wao wameingia Illuminati na inawasumbua na wanawatishia, recruiting each and every day. Kama uwezi linda mtoto wako vizuri na umpatie imani, the option ni devil worship. Saa zingine ndio sababu nawaambia we must be very strict with our faith, okay? Yeah, we must be very strict. Na mtoto akiingia huko, kitu cha kwanza ni kukutoa wewe kafara. Wewe ndio unatolewa kafara kwanza, ndio wengine wafuate. Where are we lying? Where are we lying? Ufalme nimekupa, mtoto atapewa pesa, mtoto atapewa magari, mtu atapewa kila kitu, na pengine hata si watoto tu. Kuna watu wakubwa pia wameingia, watoto waliona kwa wakubwa. Watoto waliona kwa wakubwa wakafuata. Then where are we going? Baptism yetu inamaanisha nini? Baptism ya Yesu ilimaanisha nini? Ilimaanisha kwamba yeye na Mungu wake, whether in poverty, whether in richness, whether in sickness, whether in what, ni nani? Ni Mungu. And that's what we should be. All seasons Mungu. But because of the pleasures of this world, kwa sababu ya mambo ya ulimwengu huu, tunatamani mambo mengi na tunajiona tumeenda nje, apostasy, na mambo haya yanatusumbua. Baadaye kuloma kulimanyanga ita. It always comes last. Leo hii tunaona baada Yesu akamwambia imeandikwa umsujudie nani? Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Watu wamepoteza nidhamu ya kiroho ya kumwabudu Mungu peke yake. Tunafananisha Mungu, we equate God with other things in this world. God is not equatable with anything. Hatuwezi linganisha Mungu na kitu chochote. Wacheni Mungu aitwe nani? Mungu. Tunaambiwa hivyo, wacheni Mungu aitwe Mungu. Na ikiwa haujafanikiwa katika maisha yako, accept your situation. Kubali hali yako. Usitamani na utumie mbinu zingine ambazo sio za zenye Mungu amekupatia. Young people nowadays look for cheap riches, for cheap wealth. Baba mulimu skuli Kenya kana mutumie nini? Tumia akili, usome, ungangane. Kimiandu kino kilikusibala, but upate kwa njia iliyo nzuri. Mambo ya cheap riches, the way you get it cheaply, the way you lose it cheaply.
You get it cheaply, it goes cheaply, and it goes with you. We must care, and the parents we must care. Ni lazima tujali, kwa sababu watoto wetu wanapoteza mwelekeo, alafu tunasema hawa watoto wametushinda. Mtoto hawezi kukushinda. Mtoto mwelekeza akiwa mdogo apate msimamo. Leo hii mwishowe Yesu anasema hapa ya kwamba alimpeleka juu akamwambia ujirushe chini, kwa sababu imeandikwa. Hata the devil can also quote the Bible. Pia na quote anasema imeandikwa ya kwamba atatuma malaika wake. And actually in Isaiah it is written imeandikwa ya kwamba atatuma malaika zake watakushikilia usije ukajikwae mguu. Yesu anasema don't try the Lord your God. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Na ndio sababu tumemjaribu. Mjaribu Mungu Bwana Mungu wako. Mjaribu. Pengine hujui. Mara ngapi umeambiwa, pengine jumuiya wamekwambia pengine wewe ni treasurer na Mkristo mmoja anasema nililipa pesa zangu lakini sijaona imeandikwa hapa. Alafu nakasiriko nasema unafikiria mimi ni mwizi? Basi chukueni vitabu zenu, kutokea leo mimi sitakuwa treasurer. Vitabu vyenyewe hivyo mkae namna hiyo. Ama chairman ama chairperson pengine alikasirisha Mkristo mmoja na mwisho akasema kulingana na vile mnanielekeza sitakuja jumuiya yenu, nitaenda kule ya huko Tunya huko nitakuwa hapa. Unamjaribu nani? Baka lirundi hata mnatoka kwa Catholic Church you go to Pentecostal Roho Fwenyi Msanda Church. You just go there. Kwa sababu umekasirika na nani? Na Mkristo wako, not knowing that you are tempting God. How often have we tempted God? Ndio sababu inaandikwa usimjaribu Bwana Mungu. Bwanaka na umekasirika, pengine Bwana umemwomba pesa enda kununue chakula, anakuambia saa sina, ama nitumie pesa, unamwambia naenda kuweka kwa M-Pesa ndio nikutumie, nasema tutaona kama mtakula leo jioni. Na kweli unanyima wenzako chakula jio. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa mwaminifu sana, anaenda kukaa na wazee, anarudi jioni anakaa. Mama amekasirika hapa, anamwambia utasema kwenye umetoka, sifungui mlango. Mpaka asubuhi mzee amekaa pale, mzee Mkristo msimamizi wa Catholic Meni anaona aibu bila atakavyoambia wenzake ya kwamba alilala kwa mlango nje. Amelala pale. Asubuhi anafungua mlango ndio anaingia kwa nyumba. We tempt God sometimes. Bwana na bibi mmekosana kwa nyumba, hamwezi ongeleshana kwa wiki nzima. Eti kila mtu amefura kabisa, afadhali chura. Kwa sababu huwezi ongea na mwenzako simply because amekukosea ama amekukwaza, na Mungu anatuambia tusameheane. When do we have this? Wakati gani tuna nafasi kama hiyo? Mungu ametupatia zawadi maalum, zawadi ya upendo, zawadi ya msamaha, zawadi ya kuweza kuelewa mwenzako. So leo hii tunaomba ya kwamba Mungu tusimjaribu Mwenyezi Mungu. Tusimjaribu naye atatupatia nafasi iliyo njema. Hatimaye tuombe ya kwamba Mungu atupatie nguvu za kuishi ukweli, na ukweli huo utatuelekeza. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame.